Viongozi wa upinzani nchini wamezuru eneo la Pwani wakianza mchakato wa siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wakati wa ziara hiyo ya kisiasa, viongozi hao wamerusha makombora ya kisiasa kwa serikali ya Kenya Kwanza, wakidai kwamba imeshindwa kuongoza taifa na kuchangia hali ngumu ya maisha, huku siasa za one term zikisheheni. Harambee! Harambee! Viongozi hao wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wamemkosoa Rais Ruto, wakisema ameshindwa kuongoza taifa hili na kuendelea kuwanyanyasa vijana wa Gen Z, hasa utekaji nyara wa kiolela nchini. Vijana kauawa Kenya nzima, na wananchi wanasema vijana hawezi kuuawa tu ovyo, na hali serikali yoyote yenye mamlaka kamilifu kazi yake ni kuchunga maisha ya wananchi wake. Lakini hii badala ya kuchunga maisha inawaumiza watoto, hawezi kuvumilia hata kuwa criticized democratically. Tunakumbusha Kenya ni nchi ya demokrasia. Kalonzo hata hivyo amedai kwamba serikali ya Kenya Kwanza ina malengo fiche dhidi ya bandari ya Mombasa, na kwamba kama wapinzani watahakikisha serikali ya Rais Ruto inahudumu kwa kipindi kimoja pekee. Kama Wakenya sasa tunaangazia yale ambayo yanaendelea kwa port of Mombasa. Huwezi kunyakua port ya Mombasa bila kufanya wananchi wa Kenya wenyewe wajue ni kitu gani kinaendelea. Tunajua uporaji ule mkubwa zaidi hapa Mombasa. Kwa upande wake, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na ambaye pia ni kinara wa chama cha DCP amemkosoa Rais Ruto akisema kwamba amefuja fedha za hazina ya NSSF, huku katibu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini kote Francis Atoli akilinyamazia swala hilo. Pesa ya NSSF hapana ya kufanya infrastructure. Hiyo ni pesa ya kufanya investment, ndio hao watu uzeeni wao wapate mapato yao. Na huyu mzee anaitwa Francis Atoli amenyamaza. Wewe Francis Atoli umenyamaza ama mmekula pamoja na Kasongo? Amenyamaza ama amekula pamoja na Kasongo? Wewe Atoli unasemanga unapea wafanyakazi pesa ya NSSF, Kasongo anachukua kwenda kujenga barabara ndio apate commission ya 10% kwa barabara. Hata hivyo, viongozi walioandamana na Kalonzo na Gachagua katika ziara hiyo ya kisiasa eneo la Pwani, wakiongozwa na mgombea wa kiti cha ubunge wa eneo bunge la Magarini Furaha Chengo Ngumbao, wamesema serikali imesheheni uwizi wa mashamba hasa ya wakazi wa Pwani, viongozi wakishikilia kwamba mamlaka yote yako chini ya wananchi. Wanataka kutuibia shamba yetu ya maua hapa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu wameshikana na mashamba, wanaiba mpaka Kilifi, wanaiba mashamba kule Galala Kulalu. Nataka niwahakikishie hivi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua ulinipa wadhifa wa mimi ni NEC member ndani ya DCP, nasimamia vijana au michezo na nasimamia mambo ya utamaduni. Naomba nafasi ya Twakwehu. Mnalipa nafasi ya watu tulioshiriki nyumbani. Tunawaambia ya kwamba sisi tunasubiri tarehe 9 mwaka wa 2027 ndio wajue ya kwamba supreme power belongs to the people of Kenya. Tunawauliza hivi, tafadhali msidanganywe sasa. Chunga rasilimali zenu, mashamba yenu, poti ya Mombasa. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.